Mpendwa mwana wa Mungu, karibu katika mafundisho ya neno la Mungu. Kutoka hapa tutakuwa tukikuletea mafundisho ya neno la Mungu kwa kina kabisa, kwa upana wake, na nakuhakikishia hautabaki kama ulivyo. Kutoka hapa tutakuwa tukikuletea mafundisho hayo. Ukipenda mafundisho yetu, unaweza ukatufuatilia katika mitandao ya kijamii. Tunapatikana Facebook, tunapatikana Instagram, tunapatikana TikTok, lakini pia tunapatikana YouTube. Kwa hiyo mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, tembelea kule ili uweze kupata madini mbalimbali, madini adimu ambayo yatakutoa stage moja kwenda stage nyingine ya kiroho. Na wewe ambaye bado hujapata wokovu, yatakuokoa na kukuondoa katika makucha ya shetani, katika vile vifungo ambavyo vinakusumbua. Unaweza ukafunguliwa kama utakuwa positively kupokea neno hili ambalo tunakuletea. Karibu sana katika mafundisho haya. Lakini nipende kukukumbusha tu kwamba Biblia ni neno la Mungu. Kitabu hiki unachokiona ni makaratasi tu ambayo yamewekwa alama za maandishi kwa ajili ya watu kusoma. Kwa hiyo sio kwamba hiki kitakusaidia kuweza kukuepusha na wachawi. Kuna watu ambao wanalala wanakufanya Biblia kama mto, kwamba itawalinda. Biblia haiwezi kukulinda, isipokuwa neno lililoko ndani ya Biblia kama litavuviwa na Roho Mtakatifu linaweza likakufanya kuijua kweli, na hiyo kweli sasa itakupa nguvu wewe ya kuweza kufanya mambo makubwa ambayo huwahi kuyafikiria. Kwa hiyo tafakari sana, tambua hilo, kumbuka hilo, na usije ukasahau hata siku moja. Kwa hiyo kutoka hapa tutakuwa tukijifunza hili neno la Mungu, na tutajua namna nzuri ya kuweza kulifahamu hilo neno la Mungu kwa kina, na kwa namna ambayo wengi tutaweza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukumbushe tu kwamba kwa namna nzuri ya kusoma ambayo utakuwa ukiongozwa na Roho Mtakatifu, utaipata kweli ya Biblia ambayo itakutoa katika ule ujinga wa kiroho. Unajua, hautakuwa kama wale wapumbavu wa shamba wa kiroho ambao wao huiendea Biblia kwa ajili ya kupata information au kupata data za utafiti. Wakishapata data za utafiti, wanaondoka na kubaki na upumbavu wao. Kwa hiyo nataka nikufundishe namna nzuri ya kuisoma Biblia ili usiwe kama wale wapumbavu. Biblia katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 14 mstari wa 1 inatuambia, mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu, wamefanya ufisadi na kuharibu mioyo yao. Sasa hiyo ni definition ya mpumbavu kwa mujibu wa Biblia. Biblia inamuita mtu asiyemwamini Mungu, mtu asiyekubali kwamba Mungu yupo, kwamba ni mpumbavu. Hivyo nawe usiwe kama wale wapumbavu ambao wanakuja kutafuta data za utafiti na kubakia na upumbavu wao. Nikupe habari moja ya rafiki yangu mmoja, gwiji la kitaaluma, ni marehemu kwa sasa, rest in peace. Rafiki yangu huyu alikuwa ni mwanataaluma, kwa maana ya academician, jitu lililoshiba maarifa, jitu lililosoma katika field ya unyanja mbalimbali. Amesoma na degree ya sheria, ana vyeti vya wildlife, mambo ya wanyamapori na vitu kama hivyo, ana vyeti vya mambo ya uhasibu. Amesoma karibu kila engo. Bwana, hili lilikuwa nilisomi libobezi. Siku moja nilimwambia, ndugu yangu, umesoma sana, lakini una shida moja inayokusumbua. Umekuwa mlevi ambayo umepitiliza. Unakunywa pombe na kulewa kwa namna ambayo haileti heshima kwako, haileti heshima kwa Mungu. Unapaswa kubadilika na kumfuata Mungu. Rafiki yangu akaniambia, ndugu yangu, wewe ni mtoto mdogo sana katika Biblia. Hayo unaoniambia unayatoa wapi? Kwenye kitabu kipi? Kitabu cha Biblia au kitabu gani ambacho unaniletea na kunihubiria? Nikamwambia Biblia inatuambia Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Anaweza kuokoa nawe kutoka katika makucha ya ulevi ambayo uko nayo. Mbobezi huyu akaniambia, wewe haujaisoma Biblia. Mimi nimesoma Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo zaidi ya mara 10. Kwa hiyo naijua Biblia in and out. Kwa hiyo huwezi kuniambia lolote kuhusu Biblia. Nikamwambia isifai.
Ni kweli umeisoma Biblia, lakini umesoma kitabu kinachoitwa Biblia. Haujasoma neno la Mungu, haujavuviwa na Roho Mtakatifu kukupa ile kweli ya neno la Mungu lilomo humo, bali umeyasoma maandishi kwa ajili ya kupata information. Na kwa kweli information unayo, lakini bado haijafanya deliverance katika maisha yako. Roho Mtakatifu anapaswa kukupa neema ya kuijua kweli iliyomo ndani ya kitabu hiki, na utawekwa huru kutoka katika makucha yote ya shetani ambayo yamekufunga, ikiwemo ulevi. Kumbuka pia wengine huja kwa lengo la kuikosoa Biblia. Nataka nikwambie, jambo lolote ukilitazama kwa mtazamo hasi, kutafuta udhaifu, utaupata udhaifu. Jambo lolote, hata ukimtazama Mungu kwa kutafuta udhaifu wake, utaona udhaifu, kwa sababu kinachotengeneza udhaifu ni akili na fikra yako. Umekwenda kwa mtazamo hasi, utapata mawazo hasi. Umekwenda kutafuta udhaifu, utaupata udhaifu. Na kwa sababu kuna watu wengine wanakwenda kwa mtazamo hasi kwa ajili ya kutafuta udhaifu, wanaipata ile picha ya udhaifu, kwa sababu udhaifu umetengenezwa na akili zao. Sasa hapo ndipo unapojikuta unawashangaa watu wanaomcha Mungu, kama ambavyo wao wanakushangaa wewe ulivyo mpumbavu usivyomjua Mungu, usivyotaka kujifunza kuhusu Mungu, ambavyo unapinga kuwepo kwa Mungu. Wao wanakushangaa kama wewe unavyowashangaa wanavyomcha Mungu. Kwa hiyo ni mwendo wa kushangaana. Nataka nikukumbushe, Mungu ametoa neno, alafu wanadamu wakaliandika hilo neno. Mungu ameshusha neno, akawapa wanadamu kwa njia ya maono, kwa njia ya ndoto, kwa namna mbalimbali. Alafu wanadamu wakaandika hilo neno katika maandishi. Kumbuka hili neno. Wakati na kufundisha, ukae ukikumbuka. Mungu hakuondoa udhaifu wa kibinadamu kwa wale waandishi. Kama ni maono yao, hisia zao, huzuni waliokuwa nayo, furaha walizokuwa nazo, ziliendelea kuwepo. Lakini pia Mungu hakuondoa udhaifu wao wa kimwili. Walikuwa wagonjwa, wengine walikuwa wana afya mbovu, wengine wana afya sawa sawa. Mungu hakuondoa udhaifu huo. Mungu hakuondoa udhaifu wao wa kielimu. Mungu hakuondoa udhaifu wao wa lugha, matumizi ya lugha. Udhaifu huo utaukuta katika maandishi. Kama unataka kuutafuta, utaukuta. Lakini pia kama unataka kumtafuta Mungu, utampata. Kwa hiyo uchaguzi ni wako. Unaifuata Biblia, unaiendea Biblia kutafuta udhaifu, au unaiendea Biblia kumtafuta Mungu? Ukitafuta udhaifu, utaupata udhaifu zaidi ya mamilioni. Ukitafuta Mungu, utampata Mungu kwa viwango vya juu sana. Chaguo ni lako. Na nataka nikuhakikishie, ukimtafuta Mungu kupitia Biblia, Mungu atajifunua kwako, na atakupa mafunuo, na atakupa neema ya kujua kweli na kupata ukamilifu wa hayo ambayo wewe unayoona ni madhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo itafute kweli. Mtafute Mungu katika Biblia. Ukimtafuta Mungu utampata. Na narudia tena kusema, Mungu atakusaidia, atakupa mafunuo, atakupa neema ya kuijua kweli na kuyaona hai ukamilifu wa yale madhaifu ambayo wewe unadhani ni madhaifu. Yale ambayo unadhani Biblia ni madhaifu kwayo, yatafunuliwa kwako kwa ukamilifu, na Mungu atakuonyesha ukamilifu wa hayo ambayo wewe unadhani ni madhaifu. Kumbuka habari ya Nikodemo. Biblia inatoa habari ya jamaa mmoja anayeitwa Nikodemo, wakili msomi mbobezi wa Biblia, Farisayo, ambaye alimfuata Yesu usiku wa manane kwa ajili ya kupata habari fulani, lakini pia akitaka kumfundisha Yesu jambo fulani. Kwa hiyo angalia sana, habari hii ya Nikodemo inatufundisha mambo mengi. Kuna watu mchana wanamkufuru Mungu, kuna watu mchana wanapinga kuwepo kwa Mungu, lakini usiku wanaingia vyumbani mwao na kupiga magoti na kumwomba Mungu toba.
Ndivyo alivyofanya Nikodemo. Mchana alionekana Farisayo, usiku akajificha kwenda kumtafuta Yesu. Kuwa makini sana na wanadamu. Unaweza ukaenda kwa mkumbo, jitu linasema hakuna Mungu, hakuna Yesu, hakuna wokovu, alafu usiku likienda linatubu. Wewe naona ingia kwenye mkumbo huo. Kwa hiyo Nikodemo alimfuata Kristo kwa ajili ya kumfundisha vitu fulani, akaona huyu kuna vitu havielewi. Lakini nataka nikwambie, Nikodemo alijiona kifaranga mbele ya Kristo. Akajiona hajui kitu. Alipokutana na Bwana, akaambiwa, akapewa ile kweli, akaona kumbe nilikuwa sielewi chochote. Kuna mambo makubwa ambayo nilikuwa siyajui, likiwemo la kuzaliwa mara ya pili, kuupata wokovu ili uweze kuurithi ufalme wa Mungu. Yeye kama Farisayo alijiona amemaliza kila kitu, anaweza kufika mbinguni kwa sababu ni Farisayo. Lakini anagundua kwamba kuna kitu kikubwa cha muhimu ambacho sikifahamu. Leo nimefafanuliwa na Kristo. Kwa hiyo Biblia unapaswa kuisoma positively. Ingia, mtafute Mungu ndani ya Biblia. Lakini pia nikukumbushe, usidanganye. Ujumbe mkuu au theme kuu ya Biblia ni ukombozi au wokovu. Full stop. Hakuna ujumbe mwingine wowote unaoletwa na Biblia zaidi ya ukombozi. Hivi vitu vingine ni mbwembwe tu. Biblia inasema kuhusu anguko la mwanadamu katika ile Mwanzo sura ya 3. Namna mwanadamu alivyomwasi Mungu na kuanguka. Alafu vitabu vingine vyote vinavyofuata vinaonesha namna wanadamu walivyokuwa wanaishi, wanajaribu kuishi, kutengeneza dunia iwe dunia mahali salama pa kuishi, watengeneze amani, lakini inashindikana. Na huku mwisho kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Mungu anatukumbusha. Leo Mungu anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo baada ya shughuli zote na shida zote hizo na vurugu zote na mahangaiko, Kristo anakuja kwa ajili ya kukamilisha sasa, kumkomboa yule mwanadamu ambaye alianguka katika dhambi. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao Kristo aliuleta, toba ya kweli na kumfuata yeye ili tuweze kuokolewa. Vitu vingine vyote angalia, usidanganye. Na katika kuielewa Biblia sasa tutatazama ili kuijua kweli ya Biblia, tutachunguza ujumbe wa kitabu, lakini pia tutachunguza ujumbe wa kifungu. Unaweza ukapata ujumbe wa kitabu kizima, unaweza ukapata ujumbe wa kifungu. Kwa hiyo kwa kila andiko tutaangalia andiko limeandikwa lini, ni nyakati zipi ambazo Biblia ina rekodi kwamba hilo andiko liliandikwa. Kila nyakati huwa zina mambo yake. Lakini pia nani aliandika andiko hilo? Ni mtu wa taifa gani? Haiba yake ni nini? Hali yake ilikuwa ni nini? Maono yake yalikuwa ni yapi? Alikuwa wapi? Alikuwa gerezani? Alikuwa kisiwani kama Yohana alivyokuwa Patmo amefungwa? Ama alikuwa kwenye kasri la kifalme? Kwa hiyo pale ambapo mtu alipo inaathiri namna ya ujumbe ambao anautoa. Tutaangalia pia mwandishi aliwaandikia kina nani. Ni kina nani waliandikiwa ujumbe huu? Walikuwa na hali gani? Walikuwa katika utamaduni upi? Walikuwa katika hali zinazohitaji kupewa ujumbe upi? Tutaangalia mahitaji yao. Mahitaji yao ilikuwa ni nini? Shida yao ilikuwa ni nini? Hata andiko hilo likaandikwa. Lakini pia mwisho tutaangalia kwa nini andiko liliandikwa. Kwa nini mwandishi aliandika andiko hilo? Iko sababu ipi ya kulifanya andiko hilo liandikwe? Je, sababu hiyo inatuhusu na sisi sasa? Kwa hiyo tufuatilie YouTube, Facebook, TikTok, lakini pia tufuatilie Instagram. Huko kote ukiandika tu kweli ya Biblia utakutana na madini ya dini ambayo kwa hakika yatakupa information ambayo hukuwahi kuifahamu, lakini zaidi sana yatakupa uponyaji, yatakupa wokovu, yatakubadilisha na kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambayo ni ya furaha zaidi kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Mungu akubariki. Bye.